tunamuamini, tunangoja kidogo. Ikiwa tungekuwa tunamuamini, hatuwezi kungoja. Tunangoja kwa sababu tunajua atafuta machozi yetu. Tunangoja kwa sababu tunajua atatupea majibu ya kuridhisha. Hakuna majibu ya mwanadamu yanaridhisha, lakini atakapokuja mwenyewe tutaridhika. Kwa sasa ombi langu ni tukubali ujumbe wa Mungu anaosema ngoja kidogo. Anasema kuna jambo ambalo nataka nitekeleze kwa ajili ya wanadamu wote. Kwa sasa tungoje kidogo. Tunangoja kwa sababu amesema ngoja. Hangesema ngoja, ingekuwa ni kwa heri ya kutoonana. Lakini kwa sababu amesema ngoja kidogo, tunaweza kuimba na kusema kwamba tarumbeta ya mwana itakapolia mara, milele itakapopambazuka, wote walio makaburini watafanya nini? Watafufuka. Lakini kwa sasa tunangoja nini? Tunangoja kidogo. Biblia inasema kwamba wakapewa nguo nyeupe na kuambiwa ngoja kidogo. Kitabu cha Isaya 40 mstari wa 31, Biblia inasema kwamba bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Narudia, wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Wacha nirudie tena, maana Wakristo si wengi hapa, kwamba wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Wacha nirudie tena, maana naona kuna hema aina Wakristo hawajasema kitu, lakini nitarudia kwa sababu yao, kwamba wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Naona Biblia inasema kwamba wakapewa nguo nyeupe na kuambiwa ngoja kidogo. Na sasa Biblia inasema katika Isaya 40 mstari wa 31 kwamba bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Bwana asifiwe. Watapanda juu kama nini? Kama tai. Na inasema kwamba watapiga mbio wala hawatafanya nini? Hawatachoka. Na watakwenda kwa miguu na wala hawatafanya nini? Hawatazimia. Na kwa hivyo Mungu anaposema ngoja kidogo, anawapa nguvu wanaomngojea. Ombi langu watu wa Mungu ni kwamba tunapoelekea kaburini pale, Mungu atupe nguvu ya kungoja kidogo. Haleluya. Maana anasema wamngojeao Bwana. Sijui nani mnangojea. Unajua tumengojea watu wengi miaka nyingi na ambao wanatukatisha tamaa, lakini Mungu hawezi kutukatisha tamaa. Wanapewa nguo nyeupe na kuambiwa ngoja kidogo. Wasiomngoja Mungu watachoka. Wasiomngoja Mungu watazimia wakizidiwa na maswali yasiyo na majibu. Lakini wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Ombi langu ni kwamba familia ya Profesa Onkware, mngoje Bwana, atawapa nguvu mpya. Sio nguvu mliokuwa nayo hapo awali, nguvu mpya ambayo pengine hamkujua mko nayo. Mungu anasema tumngoje kidogo na tutapata nguvu mpya. Wanapewa nguo nyeupe na kuambiwa ngoja kidogo. Biblia imesema. Ombi langu kwa familia ya Profesa Onkware ni kwamba mpewe nguo nyeupe ya amani katika mawazo yenu. Na nashukuru kwa Wakristo walioko hapa, maana naposema amina inatimia. Wale msio Wakristo mnyamaze hivyo hivyo, mkisikia vile sisi Wakristo tunajibu. Tuko pamoja? Na ombi langu ni kwamba familia ya Profesa Onkware wapewe nguo nyeupe ya imani kwa Mungu. Familia ya Profesa Onkware wapewe nguo nyeupe ya utulivu kwa wakati huu mgumu. Familia hii wapewe nguo nyeupe ya afya nzuri na maisha marefu ya kumtarajia Yesu atakapojibu maombi yao. Wapewe nguo nyeupe ya haki ya Kristo katika maisha yao.
Biblia inasema kwamba wanapewa nguo nyeupe na kuambiwa ngoja kidogo. Ni ombi letu kwamba familia ya Profesa Onkware, licha ya mambo haya yote, Mungu anayepeana nguo nyeupe awape nguo nyeupe ya maendeleo na maisha mazuri kuanzia sasa, ili mnapomngoja mnapata nguvu na mkishukuru. Mungu aweze kuwabariki sana. Wale wenye dhambi wataamuka na kufikiria kuishambulia Yerusalemu ya Mungu, lakini moto itatoka mbele ya Mungu na kuwalamba wote na kuwamaliza. Na ndio Mungu ataumba mbingu mpya na nchi mpya, na tutaishi na Bwana milele. Mungu atakuwa jirani. Hatutakuwa tunasema tena baba yetu aliye mbinguni, tutakuwa tunakutana na Mungu kila siku. Biblia inasema hakutakuwa na kifo tena, hakutakuwa na kilio tena, hakutakuwa na magonjwa tena, hakutakuwa na masumbuko tena. Hadi wakati huo tupokee nguo nyeupe, na tungoje namna gani? Kidogo. Kwa wakati huu ningependa kuita familia waje hapa tuweze kutoa ombi maalum. Wachungaji wako hapa, mchungaji Josephat na mchungaji Cheselim. Tutakuja tutoe ombi kwa ajili ya familia, na kwaya pia mtakuja, maana baada ya hiyo maombi tutaandamana moja kwa moja mpaka pale kaburini tuendelee na shughuli ya pale, na kila mtu abebe programu yake, maana tutaimba nyimbo ambazo ziko kwa hiyo program. Karibuni sana familia, karibu sana profesa na familia yako. Na kama kuna, najua kuna pia uncles, aunties walioko karibu, waje kama wako karibu hapa, waje. Familia ya profesa, uncles, aunties, cousins wale wako hapa pia mje. Alafu wachungaji naomba mje. Baada ya maombi haya tunaandamana moja kwa moja. Matangazo yatakuwa baada ya shughuli hii. Kwa sasa hii ni shughuli ya kanisa, tunaandamana moja kwa moja, mengine yatakuwepo baadaye. Asante, karibuni sana. Nafikiri wale wanaokuja wamefika. Kwaya, mko tayari kuandamana na familia? Pengine mungepanga mstari hivi hapa na pale ili muwe tayari kuimba. Tukimaliza maombi tunaanza safari hii. So wachungaji hawa wawili watatoa ombi. Mchungaji Josephat na mchungaji Cheselim wataombea familia hii. Baada ya hapo tutaanza nyimbo tukifululiza moja kwa moja. Kwa hivyo familia hii tunawakabidhi mikononi mwa Mungu, awape nguvu ya kungoja kidogo.
Basi nafikiri jinsi hivyo tutaomba pamoja. Baba mtakatifu, tunakushukuru. Tumesikia neno lako. Jamii hii ya Profesa na Mama Osoro wamesimama mbele zako. Tunaanza safari ya kusindikiza kijana wao ambaye amelala. Umetuambia tungoje kidogo. Hata anapolaswa tunajua hata na sisi tunangojea kidogo. Mungu, tunaomba wape nguvu, wape afya nzuri, wape imani ili wasimame imara. Wawe na nguvu nyakati hizi za shida, wanapolia katika mioyo yao na wanapoendelea kuita jina lako. Ebu uonekanie watu wako hao ambao wamesimama hapa siku ya leo. Mapenzi yako yatendeke sasa hata milele. Tunaomba kwa jina tukufu la Yesu mwombezi wetu. Amen. Baba yetu uishie mahala pa juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa wema wako. Tangia tulipoanza shughuli hii, Mwenyezi Mungu, tumeona mkono wako. Asante kwa wema wako, na asante kwa sababu ya neno lako ambalo limekuja kwa wakati unaofaa. Ebu na Mwenyezi Mungu litufae sisi sote kwa wakati huu, na Mwenyezi Mungu tuweze kukua na nguvu tena, na tuweze kukuona Mwenyezi Mungu kiketi katika kiti chako cha enzi. Wainue wapendo wako katika familia ya Profesa Onkware, ambao Mwenyezi Mungu wamepitia changamoto hii kwa wakati huu. Tunaomba Yesu Kristo ukawape nguvu. Roho Mtakatifu ashuke na wasidishie katika jina la Yesu. Mungu wetu na Mwokozi wetu, sasa tupe nguvu sisi sote, na tuongoze katika safari hii ya muda huu na vipindi hivi tunavyoishi. Yesu Kristo, utujase nguvu na utuongoze kwa kila njia, kwa kila sehemu tuweze kuona mkono wako. Mwenyezi Mungu, asante kwa maana umetusikia, na asante kwa sababu umekuwa mfariji wa kipekee wa familia hii. Tuongoze sisi zote tena na tena, ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Kwaya, mtaanza nyimbo na kusindikisha familia. Tutawafuata sisi kwa nyuma mpaka mahali pale. Kwaya. Haya, weka kama iko. Kwaya, nafasi ni yenu. Haya, imba twende jamani. Familia tutafuatana na kwaya. Tufuatane.